ni mkubwa zaidi ya changamoto ambayo unaipitia. Tuongoze kitabu cha Wathesalonika wa kwanza. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 22. Tutasoma. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Msizimishane roho, msitweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Haleluya. Nitarudia ule mstari wa 18. Nasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Hapa anatuambia tushukuru kwa kila jambo. Tushukuru kwa kila jambo. Hata ukipatwa na mabaya ya namna gani, unatakiwa ushukuru kwa kila jambo. Haleluya. Umepata furaha, umepata changamoto, umepata huzuni, anasema tushukuru kwa jambo lolote. Haleluya. Tushukuru kwa kila jambo kupitia jina la Yesu Kristo. Kuna watu huwa tunajisahau, nasema namshukuru Mungu. Lakini hapa Mtume Paulo anatukumbusha, anakuambia tushukuru kwa kila jambo. Amen. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Haleluya. Somo langu linasema moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Shukrani inatoka kwanza kwenye moyo. Mwingine anaweza akasema asante kwa kinywa tu, lakini moyoni mwake hajadhamiria au hajaweka ule, tutumie neno gani, hajaweka ile imani thabiti kwamba anamshukuru mtu, au anamshukuru mtu huku ana mashaka, au labda kila kitu anakiona kidogo anasema asante. Lakini kuna mwingine ambaye kwa moyo wa dhati, ndani ya moyo wake, kwa sababu alikuwa labda hana kitu, au amepokea msaada fulani, au amepokea muujiza fulani, anasema asante kutoka ndani ya moyo wake. Haleluya. Mungu asubuhi ya leo anatutaka tuwe na moyo thabiti wa shukrani. Amina. Tuangalie sifa za mtu mwenye shukrani au mtu mwenye moyo wa shukrani. Unaweza kuandika sifa za mtu mwenye moyo wa shukrani. Namba 1, au unaweza kuandika A au vyovyote utakavyoandika. Naandika haangalii kilichopotea, bali anashukuru kwa kilichobaki. Sifa 1 hapa nimeandika haangalii kilichopotea, bali anashukuru kwa kilichobaki. Haleluya. Haangalii kile ambacho kimepotea. Hapa mtu anaangaliaje kile kitu ambacho kimepotea na anashukuru kwa kilichobaki. Mfano, unaweza ukawa umefiwa. Amina. Unaweza ukawa umefiwa na mpendo wako yule wa karibu zaidi. Hapo utamshukuru Mungu kwa namna gani? Utamshukuru Mungu kwanza kwa yale ambayo yule mtu alikuwa akitenda juu ya maisha yako, yakiwa ni mema. Yakiwa ni mabaya, wewe utajifunza na kurekebisha. Amina. Utajifunza na kurekebisha. Labda ndugu yako alikuwa ni mwizi, unatakiwa kumshukuru kwa kila jambo. Amina. Labda alikuwa ni mwizi, akafariki. Amina. Akafariki. Biblia inatutaka, au neno la Mungu linatutaka tushukuru kwa kila jambo. Wewe unapotakiwa ni kumshukuru Mungu, kile kilichobaki ni kuwafundisha watoto wako au vizazi vyako kuto kufuata njia ambayo yeye aliendea. Amina. Au namna nyingine, unashukuru vipi kwa kile kilichobaki? Umepanda shamba, labda heka 100. Amina. Umekuja kupata heka hii 1. Unatakiwa pia kumshukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho kimebaki. Amina. Umeweka, tuchukulie mfano wa kawaida, umeweka vyakula kwenye friji. Si Mungu anatutaka tushukuru kwa kila jambo, hata kama ni kidogo. Wewe unakiona ni kidogo. Umeweka vyakula kwenye friji, umeme ukakatika. Katika nusu
ya vitu ambavyo umeweka, theluthi ndio ikabaki. Amen. Labda samaki wengine wakaoza. Wakati unatoa pale vile vitu, wakati unavitoa kwenye friji, vingine unaenda kuvitupa, vingine unavibaki. Katika kile kidogo ambacho kimebaki, unatakiwa kushukuru. Mungu anatutaka tushukuru kwa kila jambo, kwa kila jambo, kila kitu kinachoitwa mfanye unatakiwa kumshukuru. Haleluya. Amen. Tukaangalia katika kitabu cha Biblia Luka 17 Luka 15 mstari wa 20. Luka 15 mstari wa 20, tukajifunze pale kitu. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa ndani mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio kumwangukia shingoni. Luka sura mstari wa 32. Tena fanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyo ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Haleluya. Hapa tunaenda kuangalia huu, nimesema angalia kilichopotea bali anashukuru kwa kilichobaki. Huu ni mfano wa mwana mpotevu. Haleluya. Tunaangalia jinsi gani baba yake na huyu mwana mpotevu alishukuru kwa kile kilichobaki. Mtoto wake alikuwa tayari ameshapotea. Amina. Mtoto wake tayari alikwisha potea. Alikuwa hana tumaini tena la mwanae kurudi. Mara nyingi sana watu tunajifunza kwa habari ya mtoto kwenye hii Biblia, tunasahau kujifunza kwa habari ya baba. Huyu baba, nimejifunza somo wakati nasoma. Baba pia alishukuru kwa kile ambacho kilibaki kwa mwanae. Mwanae alikuwa tayari ameshapotea. Kama mzazi alikuwa hana matumaini kama ilivyo leo. Unaangalia mtoto wako anafeli kila siku. Hauna matumaini ya kwamba mtoto wangu huyu atafaulu. Unamrekebisha tabia fulani, unaona bado ana tabia ambazo zisizofaa. Ukiwaangalia watoto wengine, unaona watoto wengine yani wapo vizuri. Mfano wa mtoto mzuri ni yule ambaye alikuwa amebakiwa naye. Ndio maana yule alikuwa hana shida. Ukiangalia watoto wa wenzako, unaona watoto wa wenzako mbona wanafanya hivi? Watoto wa wenzako mbona wanafanya hivi? Kwa nini watoto wangu mimi hawapo kama wengine? Haleluya. Naangalia baba huyu mtoto mpotevu alikuwa akilumunika ndani ya moyo wake. Maana hapa kwenye Biblia tunaonyeshwa tu maisha yale yule mtoto jinsi alivyopitia zile changamoto. Lakini kwenye Biblia haikutuonyesha maisha ambayo mzazi aliyapitia kwa kuugua ndani ya moyo wake. Kwa hiyo ukifikiria katika akili ya kawaida kwamba hata babake naye alikuwa akihuzunika. Kwa hiyo siku ile ambayo mtoto wake anarudi, tunaona alikuwa akikimbia kwa moyo wa furaha, moyo uliochangamka, anashukuru kwa kile ambacho kimebaki. Maana alikuwa hana matarajio kwamba mtoto wake atarudi. Yamkini alikuwa anapokea taarifa, mtoto wako huko haeleweki, anatumia pesa vibaya, anatumia pesa kwa wanawake. Lazima hizo taarifa, yani lazima tu zitakufikia. Yani mtoto akiwa anafanya vibaya, lazima taarifa zikufikie. Au nasema uongo? Lazima taarifa zikufikie. Zisipokufikia kwa mtu wa karibu, zitakufikia kwa mtu wa mbali. Hapa naweza nikashumu kwamba babake alikuwa anapokea hizi taarifa mbaya kwa habari ya mtoto wake. Amen. Kwa hiyo siku ambayo mtoto wake anakuja mbio naye akatoka mbio anaenda kumlaki mtoto wake. Baada ya hapo alishukuru kwa kufanya sherehe, kwa kufanya shukrani. Maana alifarijika kwa kile ambacho kimebaki. Kwa hiyo sifa ya mtu mwenye shukrani, tunaangalia haangalii kile ambacho amekwisha kukipoteza, bali anaangalia kile ambacho kimebaki. Haleluya. Amina. Tunaelewana au nawaacha kidogo? Amina. Tuendelee sifa ya pili. Wakishinda 15. Sifa ya pili. Haangalii kilichoharibika, bali anashukuru kwa kile Mungu ambacho bado anafanya. Haangalii
kilichoharibika, bali anashukuru kwa kile ambacho bado Mungu anafanya. Tukaangalia mfano wa Ayubu. Ayubu 9 mstari wa 10. Kitabu cha Ayubu 9 mstari wa 10. Aliyepata anaweza kanisomea. Atendaye mambo makuu yasiyotakikana na mambo ya ajabu yasiyohesabika. Amina. Hapa tunaangalia Ayubu, yeye hakuangalia kile kitu kilichoharibika. Amina. Hakuangalia yale mambo ambayo alipoteza. Hapa alikuwa anamshukuru Mungu kwamba Mungu atendaye mambo makuu na ya ajabu. Hakuangalia vile vitu ambavyo vimekwisha kuharibika. Yeye aliangalia yale makuu ambayo Mungu anayafanya. Haleluya. Haleluya. Aliangalia yale ambayo Mungu anayafanya na anayatenda. Ayubu yeye aliangalia yale mambo makuu. Hakuangalia vile vitu ambavyo vimekwisha kuharibika. Kama familia ikishapotea, ina maana hapo moja kwa moja ni uharibifu ambao hauwezi kutengenezeka. Amen. Ni kama nyumba inavyobomolewa. Haleluya. Au ni kama familia inavyotengamana. Haleluya. Sijui nitumie neno gani nzuri. Au inavyotengana. Familia inavyotengana, wanandoa wanavyoachana. Hapa linakuwa ni jambo la uharibifu limefanyika au limetendeka. Amina. Ni jambo la uharibifu ambalo limetendeka. Kwa hiyo hapo mtu ambaye anatakiwa kutoa shukrani au mwenye sifa hatakiwi kuangalia kile kitu ambacho kimekwisha kuharibika au kimekwisha kuoza au ambacho hakina tumaini. Anatakiwa kuangalia ni matendo mangapi ambayo ni makuu Mungu ambaye anaweza kuyafanya. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunatakiwa na sisi tujifunze sifa hizi. Haleluya. Tunatakiwa tuwe ni watu ambao hatuangalie yale mambo ambayo yamekwisha kuharibika, bali tunautazamia na kushukuru na kuutazamia ukuu wa Mungu juu ya maisha yetu. Haleluya. Amina. Tunaweza tukaendelea. Hapa nimeandika moyo wa shukrani humfanya mtu awe mnyenyekevu, mwenye amani, asiye rahisi kulalamika, mwenye shukrani na mwenye shukrani. Haleluya. Pia nimeandika shukrani ni ishara ya imani kwamba Mungu bado anathibitika kwa kila hali. Unaweza ukaandika moyo wa shukrani. Unaweza ukaandika moyo wa shukrani ni ishara ya imani kwamba Mungu bado anathibitika. Moyo wa shukrani ni ishara au ni uthibitisho kwamba Mungu bado. Moyo wa shukrani na maana huo ndio uthibitisho kwamba Mungu bado yupo. Haleluya. Tunaona watu hapa baada ya kufanyiwa miujiza, baada ya kutendewa jambo fulani, anakuja kushukuru. Anaposhukuru sisi, huo ndio uthibitisho wetu kwamba kumbe Mungu bado anafanya. Kumbe Mungu bado anatenda. Kwa na wewe hapo imani inaingia ndani ya moyo wako. Kama Mungu alivyomtendea huyu, na mimi atanitendea. Amina. Tuangalie faida za moyo wa shukrani. Faida za moyo wa shukrani. Tufungue kitabu cha Yohana 14 mstari wa 27. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 27. Amani niwachieni, amani yangu nawapa. Niwapayo mimi nisivyo ulimwengu watoao. Msifadhaike moyoni mwenu, wala msiwe na hofu. Amina. Sifa ya kwanza ya moyo wa shukrani, shukrani huleta amani ya moyo. Haleluya. Sifa ya kwanza, shukrani huleta amani ya moyo. Hapa tunaangalia kitabu cha Mtakatifu
Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 27. Haleluya. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Amani ya Kristo. Yaani Mungu anatupa amani. Haleluya. Sifa ya kwanza ya moyo wa shukrani, kwanza unapata amani. Ukiwa na moyo wa shukrani, unaweza ukatendewa jambo fulani. Usiposhukuru, hautakaa ukae na amani. Haleluya. Hautakaa ukae na amani. Yaani ndani moyo wako utakuwa unasuguana kila siku. Nimekutendea jambo fulani. Mungu anakukumbusha. Nimekutendea jambo fulani. Kwa nini hujashukuru? Kwa nini hujashukuru? Kwa nini hujashukuru? Hivyo yaani ndani ya moyo wako lazima utakuwa unasuguana. Kutakuwa na mabishano. Kwa nini wewe hujashukuru? Hata unapomnunulia labda mtoto wako kitu fulani, au unapopewa kitu fulani, kama usiposhukuru, utashangaa yule mtu anakuangalia. Mwingine anaweza taka inamisha kichwa chake chini. Yaani ananung'unika, hivi wewe kwa nini hajashukuru? Na Mungu pia ni zaidi. Mungu anapokufanyia jambo fulani, yaani yeye anategemea wewe umshukuru. Ni kama mimi labda ninapomtendea mtu kitu fulani, natakiwa sema asante. Yaani asante inaonyesha shukrani kwamba kila kitu ambacho nimekitenda mimi sijafanya bure. Amina. Si ni kitu cha kawaida. Si ni kitu cha kawaida. Hata tunapotenda mambo fulani kwa watu ambao sio ndugu zetu. Maana kuna wengine wanakuwa wepesi sana kufanya mambo kwa watu ambao sio ndugu zao kwa sababu wao ni wepesi kutoa shukrani. Amina. Lakini anaangalia yule mtu akimtendea ambaye ni ndugu yake, ni mzito kutoa shukrani. Unaweza kumtendea jambo jema, asikwambie asante na ikaisha. Mtu unasubiri mwaka mzima kusubiri mtu aseme tu asante. Hasemi. Amina. Tunaelewana kidogo? Hasemi asante. Wewe ndani ya moyo wako ambao hujaambiwa ile asante, unabaki na maswali. Ina maana kila kitu ulichokitenda ni kidogo au hakifai, amenidharau. Kwa hiyo faida ya kwanza ya moyo wa shukrani, kwanza shukrani huleta amani ya moyo. Haleluya. Shukrani huleta amani ya moyo. Kwa hiyo hata wewe unapotenda au kutendewa, jifunze sana kuwa na moyo wa shukrani. Haleluya. Jifunze sana kuwa na moyo wa shukrani. Shukuru kwa kile kidogo, shukuru kwa kile kikubwa. Amin. Hata kama uliomba 10,000 mtu amekupa shilingi 100, unatakiwa pia ushukuru kwa kile kidogo kwa sababu haukuwa nacho. Amina. Kwa sababu haukuwa uwezo wako kuwa nacho. Kwa hata kwa kile kidogo unashukuru. Mungu anatutaka sana tuwe na moyo wa shukrani. Amin. Tuangalie Wafilipi 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Aliyepata anaweza kusoma. Msisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Haja zenu zikutane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa kila neno. Ukiangalia neno hajasema kwa kila mstari. Amesema kwa kila neno. Kusali, kuomba, kushukuru. Amin. Kwanza unapopitia changamoto labda ya ugonjwa. Ugonjwa ni sentensi. Ni neno, si ndio? Ni neno. Labda ugonjwa, unasema ugonjwa sukari, kifua kikuu. Anasema kwa kila neno kwanza unaomba. Haleluya. Kusali. Ukimaliza pale unashukuru. Anasema na amani ya Kristo. Amani ya Kristo. Ukiomba tu na kusali pasipo kushukuru, usitegemee kuwa na amani. Amina. Usitegemee kuwa na amani. Amani inakuja baada ya kushukuru. Amina. Baada ya kushukuru, ukishaomba, umeomba, umesali, umefunga na kuomba. Baada ya hapo maombi ya mwisho ambao tunamaliziaga ni maombi ya kushukuru. Na kushukuru Mungu kwa sababu utatenda. Ninakushukuru Mungu kwa sababu utafanya. Hata kama Mungu asipofanya
unashukuru. Haleluya. Amina. Tunaelewana? Hapa nimeandika watu wenye shukrani hawapotezi tumaini. Watu wenye shukrani hawapotezi nini? Tumaini. Unaweza kumwambia mwenzako, sema mwambie mtu mwenye shukrani hapotezi tumaini. Mwambie mwenzako mtu mwenye shukrani hapotezi tumaini. Mtu mwenye shukrani hapotezi tumaini. Nilikuwa na dakika 4, somo langu ni refu. Tuingie sifa nyingine. Moyo wa shukrani huleta baraka zaidi. Faida ya pili, moyo wenye shukrani huleta baraka zaidi. Hapa nimeandika ukimshukuru Mungu utaona baraka zikiongezeka. Ukimshukuru Mungu utaona baraka zikiongezeka. Tukajifunze kwa habari ya Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Yohana 6 mstari wa 11. Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari wa 11. Basi Yesu akatwaa ile mkate, akashukuru, akagaia walioketi, na kadhalika katika wale samaki wakati waliotaka. Amina. Hapa tunaangalia Yesu alipokuwa akiwalisha watu maelfu mikate pamoja na samaki. Amina. Jambo la kwanza, Yesu mwenyewe alitufundisha somo, kwa kila jambo unatakiwa kushukuru. Amina. Kwa faida ya kwanza, baada ya Yesu kushukuru ile mikate pamoja na wale samaki wawili, mikate ikaongezeka na samaki zikaongezeka pia. Kwa jambo la kwanza ambalo tunajifunza, ukishukuru lazima vitu vitaongezeka. Amina. Kwa muujiza wa kwanza ni kuongezeka baada ya shukrani. Unaweza ukawa umeponywa, baada ya hapo ukashukuru, Mungu anakuongezea vitu vingine zaidi kwa sababu wewe umemshukuru Mungu. Anakuongezea vitu ambavyo wewe kwa akili za kibinadamu hauvijui. Amina. Unashangaa mimi miaka imerudi sina pressure. Na masoda wewe ndio ambao ni wa kwanza kuongoza kunywa masoda. Unaambiwa kila siku soda zinaleta sukari, soda zinaongeza pressure. Lakini Mungu alipokuwa ajabu, wewe ni mzima kila itwapo leo. Yaani wewe ni mzima kila itwapo leo, lakini hauna pressure. Hauna kisukari. Mgongo wako umenyoka. Na wewe ndio wa kwanza kuongoza kula chips. Yaani vyakula vya mafuta wewe ni namba 1. Mboga bila mafuta huelewi. Madaktari wanakuambia chemsha tu mboga, weka chumvi, usichemshe sana, lakini wewe hapo unasema amna, lazima niweke udabu, lazima karoti, mafuta, iliki, mdalasini. Vyote unaviweka kwenye mboga, bado hujafikiria wakati Mungu amekuponya kumbe akakuongezea baraka zingine kwa sababu ulishukuru. Kwa hiyo tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Haleluya. Amina. Somo langu la leo siku hili nasema moyo wa shukrani. Nimebakisha dakika 1. Amina. Somo langu halijaisha na nimebakisha dakika 1. Kwa dakika 1 hii tuandike tafakari kidogo. Je, unaweza kumshukuru Mungu hata kama hujaona majibu ya maombi yako bado? Hilo unaweza ukaandika kama swali. Unaweza ukaondoka nalo leo nyumbani. Yamkini ukifika nyumbani ukawa umesahau, lakini kuna swali hapa. Je, unaweza kumshukuru Mungu hata kama hujaona maombi yako bado? Je, unaweza ukamshukuru Mungu hata kama bosi wako alikwambia anakulipa mshahara tarehe 29? Wewe ukamshukuru Mungu ukaacha kulalamika? Je, unaweza ukaendelea kumshukuru Mungu? Mazao yako yote shambani yameteketea, yameliwa na wadudu, unaweza bado kaendelea kumshukuru Mungu? Hilo ni swali ambalo nataka leo kila mtu aondoke nalo na mimi niondoke nalo. Amina. Je, baada ya haya mambo yote ambayo yametokea, vita vyote, saikolojia zimeondoka. Amina. Je, bado tunaweza tukamshukuru Mungu? Unaweza ukajiuliza. Na usimshukuru tu Mungu kwa mdomo. Unatakiwa umshukuru Mungu kwa moyo wako. Haleluya. Nikipata nafasi siku nyingine au wakati mwingine tutaendelea. Amina. Somo langu kwa siku ya leo litakuwa limeishia hapa.